Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Na tukiingia kwenye sehemu ya pili, kama nilivyokuarifu awali, leo tutakuwa tunazamia kwa kina swala la mtafaruku na sintofahamu iliyopo katika sekta ya usafiri wa umma. Kumbuka Jumatatu kulikuwa na mgomo kwenye sehemu ya Nairobi, hususan ambapo wale wamiliki wa zile gari za umma maarufu matatu walikuwa wameingia kwenye mgomo na wakatangaza kwamba watakuwa wanafanya hivyo kila Jumatatu kuhakikisha kwamba matakwa yao yanasikilizwa. Je, ni yapi ambayo yanawapeleka wamiliki wa matatu barabarani, na vile vile pia yapi ambayo wanataka yaangaziwe zaidi ili hali irejee ilivyokuwa kawaida? Kabla ya kufanya mahojiano, nitakuwa navuka mubashara kuungana na mwenzangu Bernard Lusigi ambaye amekita kambi kule kwenye kaunti ya Kakamega, na atakuwa anazungumza na wadau kwenye sekta hiyo kufahamu mawili matatu kuhusiana na lalama zao, ikiwa zinafanana kote nchini na pia ikiwa ni baadhi ya masuala ambayo yanapeleka katika mgomo Jumatatu inayokuja hadi pale ambapo serikali itakuwa inaafikia yale matakwa yao. Lusigi, unanipata vizuri? Naam, nakupata vizuri Hadia, na jinsi ulivyosema kwamba kumeweza kuwa na sintofahamu kuhusu sekta nzima ya usafiri ya umma, ambapo tuliweza kuona siku ya Jumatatu wale wanachama wa muungano wa magari ya uchukuzi ya umma jijini Nairobi wakaweza kuandaa maandamano kulalamikia tu masuala mawili matatu kuhusiana na usalama wao barabarani, na haswa ule wa abiria ambao kwa wingi ni wateja wao ni mabasi. Wakasema kwamba magari yao kwa takriban ya mwezi mmoja, takriban magari 20 yameweza kuteketezwa au kuchomwa, ambapo yanakisiwa kuhusika kwa njia moja au nyingine katika ajali, na wale ambao wamekuwa wakinyoshewa kidole cha lawama kwa upande mwingine wamekuwa ni wahudumu wa sekta ya bodaboda na pia swala la uhuni kuingilia kati. Kwa hivyo sasa leo hii hapa mjini Kakamega nimeweza kuungana na vikundi viwili, kimoja kitoka katika upande wa wamiliki wa matatu au kipenda magari ya uchukuzi wa umma hapa mjini Kakamega, na kikundi kingine ni cha wahudumu wa bodaboda ambao pia kwa upande mwingine wanalaumiwa kwa kuendeleza au kuchangia katika mgomo huu wa wahudumu wa matatu. Na hivyo basi bila kupoteza muda, wacha niweza kuanza na mwenyekiti wa wahudumu wa matatu au magari ya uchukuzi ya umma hapa mjini Kakamega. Waweza tuelezea ni vipi wenzao wakaenda mgomoni na chanzo cha kuelekea mgomo kwenye mgomo ni kipi? Ndugu, karibu, tuelezee jina lako na tuelezee mbona wenzenu waliweza kushiriki maandamano kulalamikia usalama wao. Asante. Kwa majina, mimi ni Josephat Butichi, chairman wa Taxi Equity Branch. Hawa wenzetu wa Nairobi ambao wanafanya mgomo imetokana juu ya hawa vijana wetu sekta ya bodaboda kuchoma magari. Kama mlivyosikia pale, magari karibu 20 imechoma kwa mwezi uliopita. Ile tu ningeomba sekta ya matatu, sekta ya taxi, sekta ya bodaboda, hizo zote ni sekta za muhimu, na jambo linapotokea, badala ya kukimbilia kwenda kuchoma gari ama kuchoma pikipiki ama kupigana, ningelipenda tu ukiona either matatu imegonga mtu ama taksi imegonga mtu ama boda imegonga mtu, tafadhali tusichukue sheria mkononi mwetu. Wacha sheria ichukue mkondo wake, na hii itatusaidia sana. Tukileta ugomvi kwa kuchukua sheria mkononi mwetu, hakuna mahali pale tutakuwa tukielekea. Na hii ningelipenda kuomba IG ningependa kuambia president kupitia kwa IG, tafadhali IG, weka kikosi chako tayari, hasa upande wa traffic, kusuluhisha hii mambo ya mzozo wa barabarani. Asante. Na umesikia jinsi ule mhudumu au mwanachama wa muungano wa taxi na pia muungano wa matatu jinsi alivyosema kwamba akitoa wito wake. Na hivyo basi wacha pia tusikize kwa upande wa sekta ya bodaboda. Pia niko hapa na mwenyekiti wa sekta ya bodaboda au muungano wa bodaboda hapa mjini Kakamega. Waweza pia kutuelezea wao kama bodaboda labda mbona kwa njia moja wanalaumiwa. Karibu. Kwa majina ni Alphonse Shibure, mwendeshaji wa bodaboda mkaaji wa Equity. Mimi naweza sema ya kwamba kitendo ambacho ilifanyika Nairobi hiyo ni kitendo mbaya. Sisi wa bodaboda tuko na nidhamu, tunajua sheria. Sisi bodaboda, watu wa taksi, watu wa manamba tunafanyia kazi pamoja. Hatuna ukombi. Jambo ninaweza sema
Ukiona accident imetokezea mahali, pikipiki imekonga gari, pikipiki imekonga gari, watu wanatokezea from nowhere. Kama hiyo mtu wa pikipiki anaenda kuongea kusuluhisha mambo na mtu wa gari, watu wanatokezea from nowhere. Vijana wale wauni wenye wamekaa idle wanachoma gari. Alafu hiyo lawama wanaekelea bodaboda, ambapo si bodaboda. Bodaboda watu ambao wanajua sheria, bodaboda ambao wanajua sheria barabara, sheria ya nini. Bodaboda hawezi choma gari. Ni watu wengi, watu wanatoka vijana wanatoka idle wengi. Nakumbuka wakati president alisema vijana inafaa waoe wauni, alikuwa anamaanisha kwa sababu Kenya vijana wengi wamekaa idle. Hawana kazi, hawana bibi, ndio kwa sababu maneno kitokea kama hiyo ndio wanafanya hii kisanga kama hiyo. Labda ukisema ni wauni, wale wauni ambao wanakuja kama wana bodaboda, na yeye imesema kwamba mko pia na mikakati yenu au mko na ule jinsi ratiba jinsi mnafanya kazi yenu, labda kwa njia moja mko na ule uwezo wa kutambua hao wauni na kina nani, labda hao wauni na kina nani na wanatoka wapi? Sisi kama bodaboda tunajuana kwa stage, tumeregister kiasi, tunatoa members kiasi. Au vijana ukipita kutembea matauni wamekaa tu idle, wengi wanachana miraa au wamekaa tu hawana kazi, au ndio wanafanya hiyo maneno kisanga kama hiyo. Alafu kitu naomba Mr. President, Mheshimiwa President, town inafaa aweke CCTV ambapo jambo kama hili kitokezea watachua huyu ni bodaboda au vijana wamekaa idle au ni manamba au ni taxi ambao wamechoma gari kama hiyo. CCTV inasaidia. Na ndugu, wewe pia ni mmoja wa wamiliki wa matatu mjini Kakamega, na tumeweza kuona kwamba muungano wenu unasema zaidi ya magari 20 imeweza kuteketezwa au kuchoma. Labda kama mmiliki, unahisi serikali inafanya la kutosha kuona kwamba usalama au wa mali ya wamiliki wa matatu na pia abiria unazingatiwa au unapewa kipaumbele? Na pia kanuni hilo, labda shida ni nini haswa ugomvi baina ya wana matatu na wana bodaboda? Mimi kwa majina naitwa Salim Juma, mimi na hudumu na matatu. Mimi kitu yenye ningependa kusema, kwanza hawa vijana wetu wa bodaboda, Bwana Rais angetafuta mfumo ya kuwapeleka shule. Unajua sisi watu wa matatu angalau tumepata license na tunaenda shule, na ukienda shule utakuwa na discipline. Hawa vijana waende shule kwanza, wakuwe na discipline. Wakishakuwa na discipline wapewe license. Wakishapewa license ndio watafanya nini? Watajua discipline ya barabara inasema nini, kwa sababu hao kisanga kishafanyika kisanga kidogo, hao ukimbilia kureact mapema kabla hawajojua makosa ni nini. So hao wanachoma magari lakini hawajui makosa imetokea wapi na makosa nani hapa na makosa. Hao huona kila wakati wako right. So hii mafunzo itawapeleka wajue kwamba hii ni makosa na hii si makosa, hii ni wamekosewa na hapa hawajakosewa. Mimi kitu yenye naomba ni waziri wa transport atafute njia yenye atafanya achukue vijana wa bodaboda awapeleke shule. At least watakuwa wametusaidia, lakini sisi huwa hatuna mvutano sana na watu wa bodaboda. Tunafanyia kazi kwa pamoja. Ni haya maneno yenye yametokea tu na tumekadhabishwa sana, hatujafurahia nayo vile wamefanya kuchoma magari zetu. Mmeweza kusema maandamano au mgomo utakuwa kila Jumatatu ya wiki. Labda nini kifanywe ama labda kishughulikiwe au kutatuliwa ndiposa muweze kurejesha hali ya kawaida ya usafiri wa umma? Tuko na viongozi wetu, tunaomba wakae chini pamoja, waelewane, wapate suluhu ya kudumu kutoka kwa sisi manamba na wenye magari na waendesha pikipiki. So tukipata viongozi wetu wakikaa pamoja, viongozi wa pikipiki wakae pamoja na viongozi wa matatu wakae pamoja, tutapata suluhisho ya kudumu. Labda mwenzangu, umeweza kusikia mwenzako wa upande wa muungano wa magari ya uchukuzi ya umma au maarufu matatu akisema kwamba kwa upande mwingine yale mafunzo ya kanuni na sheria za barabara, wengi wa wanabodaboda hawajaenda shule ama hawajapata haya mafunzo, ndio maana wengi wanajihusisha na hizi visa vya ajali na pia kuteketeza baadhi ya magari. Labda kama wewe mwanabodaboda umeweza kuenda katika mafunzo na ukahitimu na labda tatizo liko wapi upande wenyu wa wana bodaboda? Kwa majina muita kama Moses, ni overall wa Kakamega Town, na ningependa kujiuliza ya kwamba ambaye anatuwakilisha Nairobi kama president wa bodaboda, tunaomba ya kwamba hiyo mkutano ambaye rais angependa tuende, usichukue mtu broker Kakamega Town tafadhali.
tafuta namba yangu, nipikie, tukuje tuongeleshane. Nikikuja kwa swali la maandamano, sisi watu wa bodaboda si wabaya, lakini kitu ambayo inafanyika, ndugu zetu wa matatu ambapo inapofika Kisumu ikirudi inabaki ya Malemba, ule dereva ambaye anaingia kutoka Malemba kuingiza hiyo gari town, I'm sure sio dereva wa hiyo gari, ila ni manamba. Na manamba wakati anakugonga haisi kuambia kwamba pole, anakuambia hiyo gari peleka penye unataka, iko na insurance. So wakati tunakusanyika hapo kama watu 20, tunasikia ujungu sababu tunaona already mwenzetu anatoka damu. Na hiyo si mzuri. Kitu yenye nafaa tusaidie, achukue mwenzetu aweke kwa gari aende hospitali. Lakini kutuambia ya kwamba hiyo gari peleka mbali ambapo unataka, naye si mwenye hiyo gari na anashuka na anaenda shughuli zake. Hiyo ndio kitu inaleta shida sana kwa upande wa bodaboda na watu wa matatu. Lakini tungependa ya kwamba hata hao manamba waende driving, sababu niko sure hawana. Kwa sababu hawezi konga mtu alafu umwambie chukua gari upeleke, simu mwenye nilikuwa na gari, then manamba anatoka anakuja, dereva anakuja sasa anaingia ndani ya gari. So inakuwa kesi nyingine tofauti. Ndio kwa maana sisi tunapenda kufanya kesi yetu kama inakaa hivyo tunamalizianga hapo. Lakini hatupendi ifikie hapo. So naomba rais anatamani tukutane, tukue na mkutano. Rais wetu ambaye unatuwakilisha huko Nairobi County, tunaomba ya kwamba ukifika Kakamega tafuta namba ya overall kama mimi ambaye niko hapa. Kama hauna nikupatie live. Tukuje tushare na rais. Umeweza kusema kwamba kujitetea na kusema kwamba pia tatizo si wanabodaboda kwa njia moja au nyingine. Umesema kwamba pia kwa upande wa wana matatu umesema kwamba kuna wale ambao si madereva ambao wamehitimu, wale tunaita turn boy au conductor, ambao umesema kwamba wengine labda hawana ule uzoefu wa kuingia mjini na jijini, na huenda wakakuwa wana kwa njia moja au nyingine wana labda kuleta ila ajali ama kusababisha ila ajali. Labda sasa hapa swala ni nani wa kulaumiwa? Na wale watu maafisa wa kuona kwamba sheria zinafuatwa barabarani, hivyo unamlaumu nani? Sisi wakati accident inapofanyika, my friend Lusike, wakati traffic anafika mahali pale, kitu ya kwanza anaitisha license. Ukishampea license, anapima weight yako na mtu wa gari. So akishaona mtu wa gari yako sawa, hata tukienda kwa ofisi ya traffic hatuwezi pata haki. Hatupatangi haki, si ati ni uongo. So tunaona kama tunatulumiwa sana mahali hapo. Sababu ni wengi sana tumeenda kotini, yani wachache sana tunafika kotini. Lakini sometimes tunaenda hapo, alafu tunaandikiwa makosa mingi, hiyo faili inajaa, ndio hata unaamua sasa hata hakuna haja ya kusonga. Wacha tu hata nitoke kwa barabara. Ndugu, asante kwa kukaribia hapa kukuja katika haya yanayojiri KTN. Mwenzako wa upande wa bodaboda amesema kwamba kwa njia nyingine pia wanachama wako ama wale wa matatu, kuna wale ambao si madereva, wale ambao wamehitimu ama ule mwenye amepewa gari kuweza kufanya shughuli. Unapata kwamba kuna wale matani boy wengine au conductor ukipenda, wanasema kwamba inafika mahali wanachukua gari, wakikuja mjini unapata wamesababisha ajali. Kwa sababu labda kwa njia moja au nyingine hawajui zile kanuni na sheria za kuendesha yale ama dile gari. Labda wewe kama mmoja wa wale wanachama wa muungano huu wa matatu, labda tatizo ni wana matatu na wana bodaboda au ni serikali, wale maafisa ambao wamepewa majukumu ya kuona kwamba usalama barabarani unazingatiwa? Mimi kitu ya kwanza ningependa kujitambulisha kwenye renunga hii kwamba mimi ndio chairman wa Matatu Welfare Association, ambapo inasimamia wafanyakazi wa matatu Western Region. Mimi naitwa Wanyimbo Sangulo, nikifikiri mmeniona kwenye runinga kwa muda mrefu. Bwana Bernard, hiyo swala hiyo ya vijana kutokuwa na nidhamu, ni kwamba vijana wetu wa bodaboda pia wao uchukulia sheria mkononi kabla mambo ifanyike. Nikifikiria tukirudi nyuma pale, uliona kwamba hiyo muungano ya bodaboda iliweza kuchoma Nissan yao, gari ya matatu ambao walikuwa wamechangia kwa muda mrefu ndio waweze kupanda kwa step nyingine kwa step nyingine ya maisha pale Luanda. Na kile ambao walifanya ni kwamba walifika kwenye East End na wakapata kwamba ni mtu yao amegongwa. Badala ya hao kuchukua hatua ya kuita polisi waweze kupima, hao walikuja tu na kusema dereva ako na makosa. Dereva ambaye alikuwa anaendesha gari hiyo, mimi kulingana na muungano yangu, sasa huwezi pata dereva mwenye hana driving license, kuna dereva yule ambaye hana mastakabadhi.
Na kwa nini mimi husema kwamba polisi wachukue sheria? Mimi napenda sheria sana Bwana Bernard. Na hiyo sheria ni kwamba sheria ukiweka shortcut wewe inakuumiza kabisa. Ambapo unasikia kama mwenzangu hapa huyu kiongozi wa bodaboda anasema kwamba huo wanafika pale mbele wanafinywa. Mimi naweza kumueleza kwamba saa hizi kuna training ambayo inafaa kuwa wanaenda. Unaweza pata kwamba hii watu baadhi yao ni watu ambao wamefanya training pale kiwanja ndege, nifikiri unawajua, na wanatoka kiwanja ndege bila driving license, bila chochote. Na nifikiria, unajua sheria za traffic ni kwamba inafaa ukuwe umevaa boots mzuri za kuendesha bodaboda, ukuwe na reflector, ukuwe na driving license. Bwana Bernard, nikirudi tu kwa hiyo swala ulikuwa umeniuliza kwamba mambo ya nidhamu. Hii industry yetu ni industry kubwa, ambapo nikifikiria kwa serikali ni sisi ambao ndo tunapeana ushuru mingi sana hii sekta ya matatu, ukianzia kwa headquarter Nairobi. Watu wengi ambao wanakuja kujisajili kwa matatu welfare kama mfanyekazi wa matatu ni wale ambao wako na license na wako na mastakabadhi za kuendesha gari. Ni ile tu mambo inakuja inapatikana ni kwamba ile conflict between watu wa boda na watu wa matatu, ndio unapata kwamba wanasema kwamba imepewa mtu fulani hajahitimu. Hakuna. Na ile mambo ilikuwa naona zamani Mr. Bernard kwamba gari imefanya makosa, dereva ametoa gari mbio town, nifikiri siku hizi huwa huioni. Naam, naambia kutoka upande wa pili wa studio kwamba tuweze kuchukua kopo la maji na tutakuwa tunarejea zaidi na mahojiano kuhusu mjadala mzima huu wa sekta ya usafiri wa umma. Naam, shukran kwa mtazamaji wetu kwa kuendelea kutazama runinga ya KTN, haswa katika kipindi hichi cha yanayojiri, mada kuhusu ule mgomo wa hudumu wa magari ya uchukuzi ya umma nchini. Na hivyo basi kuendelea tu na mdahalo wetu ni kwamba, ndugu, wewe ni mmoja wa mhudumu wa sekta ya bodaboda. Umeweza kusikia kutoka kwa mwenzako mhudumu wa matatu akisema kwamba wakati mwingine wenzenu wanachukulia sheria mkononi, ila baada ya kufanya au kusababisha makosa wanapata kwamba wanachukua sheria mkononi mwao. Labda kama mhudumu wa bodaboda unahisi ni lipi liweza kufanyika kuona kwamba mnafanya kazi kwa umoja au kwa uwiano? Kwa majina, mimi naitwa Henry Burula. Na ukweli sisi, hata mimi mwenyewe nimewahi kongwa. Wakati unakongwa na matatu, hiyo matatu haitakuwa na driver, itakuwa na mtu mwenye amekuja kusaidia kupanga watu ndani. Wakati anakugonga, yeye kazi yake anataka akimbie ama arudishie mwenye gari. Sasa hapo hao vijana tunasema ni wale wanakaa tu town, hawafanyi kazi. Wao nao wanachukulia hiyo chance kuwa ya kubora watu wenye wako kwa gari na kukagua mizigo ama kuchukua. Sasa inakuwa ni sisi watu wa boda tunafanya hiyo, lakini sisi wenyewe huwa tunakuanga na nini ya kutaka kuelewana na mwenye amekugonga. Labda mimi sitakuwa nimeumia wa kufanya nini, lakini sasa wenye wanataka kunisaidia ni magundi tu, wanataka kubora mali ya wenye wamebebwa. Kwa hivyo unasema kwamba mnalaumiwa bure kwamba nyinyi pia ndio mnahusika katika kuwapora na pia hata kuchoma baadhi ya magari ya wahudumu wa matatu? Hivyo ni ukweli, sisi tunalaumiwa bure. Kile tu yenye naweza omba tu maaskari ni kuwa sisi tukileta gesi yetu mtuhudumie kama watu wa matatu. Na hivyo swala la nidhamu, haswa yale mafunzo ya uendeshaji pikipiki au bodaboda mjini au jijini ama Kenya mzima, umeweza kusema kwamba vijana wengi wa sekta ya bodaboda ni vijana ambao umri bado, wengine wale wanasema wale wanakaa idle, wengine hawana yale mafunzo ama vile vyeti vya kuendesha labda kifaa hiki. Labda kama wewe katika muungano wenu wenzako wana leseni na wamejifunza, kama wewe umehitimu? Mimi mwenyewe nimehitimu, niko na license ya pikipiki na pia kari, ila tu sijapata kari ya kuendesha. Lakini wenye tunalaumiwa sisi hatuna mambo na kupikana ama kubora mali ama kuchoma gari ya mtu.
Wenye wanachoma gari ya mtu ni wale wenye wanasikia tumegongana na wanakuja tu hapo kwa kubora mali ya watu. Ndio umeweza kusikia mwenzako akisema kwamba wale ambao wanahusika zaidi katika visa hivi vya kuchoma yale magari na hata kuiba mali na hata kupora wale abiria, wamesema kwamba si wana bodaboda, ila ni wale ambao wanataka kutumia ule mwafaka ama ile nafasi kuweza kupora. Labda kama nyinyi kama wahudumu wa matatu, labda ni kipi kiweze kufanyika kuona kwamba kuna kuna utaratibu na mwelekeo katika sekta yenu ya usafiri ya umma? Asante sana Bwana Ben Lusigi. Kwa majina naitwa Ismail Kwei, mkazi hapa Kakamega, na mimi ni kiongozi kwa route ya Mumias route upande sekta ya matatu. Nikirudi upande ya ambapo kwamba hizi sectors zote za upande ya matatu na upande ya pikipiki, I think Bwana Lusigi, tuko na viongozi hapa hivi, tuko na viongozi kila stages ziko, at least zilikuwa zinajiunga na viongozi wao, wana chairmans, wana namba zao za kazi. So ukipata yule mtu ambaye kwamba anafanya kinyume na sheria, anafanya kitu kinyume na sheria, unajua yule mtu si mmoja wetu. So ukipata kama kuna mali, kuna wajali, kama mwenzangu vile amesema ati sijui kuna maguns wale wanatembelea kwa gari ati anataka kunyang'anya watu vitu, hizo vitu zilisha na wakati. Hakuna mtu mwenye anaitwa kama gun ule upande kwa sekta ya matatu saizi. Kwa sababu sisi saizi hata kuhusiana na serikali tuko na uhusiano mzuri sana na serikali. Ukiwa unafanya kinyume na sheria, sisi wenyewe tunaweza kukamata na tukakupeleka police station. So wenzetu pia wale wa matatu ni wale wa pikipiki ni wenzetu ndio, lakini kuna wale wenye wametoka ndani, kuna vijana wale wauni wamewacha mashule juzi. Unakuja unapata mtu amekuja amepewa pikipiki, mali penye amekuja ametoa pikipiki hajulikani, mwenye pikipiki hajulikani, ukimuuliza hata chairman wake ni nani hamtambui. So unapata watu kama hao ndio wamekuja na nia tofauti, ukiize kwa ile jina ya nini, kwa jina ya mtu wa pikipiki. Lakini sisi tunajua tunafanya kazi kwa njia nzuri, kwa sababu sisi ni viongozi na tunajua kuna viongozi pia ndani yetu pia. Kusema kwamba katika sekta ya usafiri ya umma kuna swala kama wauni, na hawa watu ambao tumeweza kuona wakiweza kuteketeza baadhi ya magari ni akina nani, na mbona wengi wao bado hawajachukulia ila hatua? Kama visa kama hivi vimeweza kuripoti katika asasi za usalama kama wale maafisa wa polisi, mbona hawa watu ambao wanasema kwamba ni baadhi ya wauni wanakuja kupora, mbona hadi kufika sasa hivi hawajakabiliwa kisheria, na ni nani wa kulaumiwa? So tukifika mahali pale kisanga hicho kikishafanyika, kama bado hawajapatikana, huwezi sema ati serikali bado haijafanya nini, kwa sababu mpaka kitu kikishafanyika mpaka lazima kiwe na uchunguzi. So serikali najua iko na uchunguzi, na wale wauni kama walifanya kitendo kama hicho watapatikana na wachukuliwe hatia. Ndiko umeweza kusema kwamba mmeweza kulaumia pia kwa upande mmoja, kusema kwamba kuna baadhi ya wahudumu wa bodaboda ambao ni vijana ambao pia wanatajwa kuwa au wanakiswa kuwa wahuni ambao wanakuja na kuweza kupora au kuteketeza au kufanya uhalifu katika barabara na kuweka maisha ama usalama wa abiria hatarini. Labda kwenu kwa upande wenu kama muungano wenu wa bodaboda, labda mko na mikakati ya kuona kwamba mnakagua wale ambao mnafanya nao kazi na wale ambao kwa njia moja wanakisiwa kutekeleza huu unyama, mnaweka mikakati ya kuona kwamba wanakabiliwa kisheria? My friend Lusike wanasema usalama inaanzia kwako mwenyewe. Nafikiri Kakamega town tumecontrol. Kakamega county tuna control. Tumekaa karibu 1 year hatujapata shida kama ya kuchomewa gari ama ya mtu kuibiwa. Na upande wanasema Kunz. Huyu Kunz sio nani? Sababu kwa sasa chairman ako kwa stage, ako na list ya wale ambao watu wako pale. Hata akileta mtu mwingine anaonyesha wengine ya kwamba kuna mtu ambaye amekuja hapa mgeni ninafaa afanye kazi. Kitu ambaye ningependa kusema ni kwamba tuko na watu idlings. Wakati kitendo kinafanyika, ukitembea kwa hii street, kuna watu wamekaa, kuna mwenye anakula tundisi, kuna mwenye amekaa kama pale ulo, ana kazi. Lakini wakati kitendo kinafanyika, tunajaribu kuhandle, already huyo mtu ameshaingia kwa gari, amechukua mzigo ya mama. Ni unapata taharuki inaanzia mahali pale. So kitu tunafaa tuangalie upande zote. Our idolists
tutawasaidia aje? Sababu mtu amegongwa, tunasema mtu aende hospitali. Already mtu mwingine haitwa limta ametoka kwa ameokota simu ya customer. Sasa huyo mtu tumfanyaje? Hakuna time utaniambia tuita askari aweke pingu kwa huyo mtu aende station. Already daruki itatokea mahali pale. So mimi kitu ningependa kuomba viongozi wenzangu ambao wako towns zingine wajaribu kudhibiti kama kitendo kimetendeka, wafike mahali pale, watoe uamuzi haraka haraka. Kama mtu ni kwenda hospitali, hakuna mtu ataanza furuku mahali pale. Nafikiri Kakamega hapo tumeshika, hakuna furuku. Unasema kwamba kuna wale ambao wanakaa tu mjini ile wakingoja ajali imetokea, wanatokea na kufanya uhalifu, na pia wamesema kwamba viongozi wote wa upande zote, upande wa matatu na upande wa bodaboda waweza kuweka mikakati ya kudhibiti vyanzo ama visa kama hivi vikitokea. Labda kama wewe kama mwenyekiti wa wana matatu eneo hili la magharibi wa Kenya, labda unahisi matoka gani yeye yaweza kutekelezwa kwamba muone kwamba mmeweza kutosheka na mmeweza kuhakikisha usalama wenu na ule wa abiria na magari? Nini kifanyike hasa kutoka kwa serikali? Bwana Bernard, nashukuru mwenzangu, naona kama sasa tayari amerudi back to his senses na amesema kwamba ile ushirikiano, na umeona pia mwenzangu hapa pande yangu wa matatu pia amesema ushirikiano. Bwana Bernard, mimi nilikuwa nafikiria tu last time, nikifikiria unakumbuka tulikuwa na mkutano ya usalama pale Golf Hotel ambapo nilikuwa niko mkutano wengine na niliweza kupeana representative wangu na akasema mambo 2-3 kuhusiana na usalama. Mimi kitu ya kwanza ningependa tu tufanye mkutano sisi watu wa matatu na watu wa bodaboda, tufanye mkutano mmoja na ambapo tuweze tualike mkubwa wa usalama na hata vile vile tukue na baadhi ya stakeholders mwanzo, kwamba tuweze kukaa chini, tuweze kujuana na tusiweze kuwa na ile haraka ya kufanya kitu, kwa sababu hapo nyuma mwenzangu amesema kuna idlers. Yes, kuna hao idlers. Hao idlers tunaweza wafanya namna gani? Na hapo ndo tunarudi nyuma kwamba inafaa tu create jobs kwa wale idlers. Utapata pia hao idlers si tu wako ndani yetu, sio wako ndani ya watu wa bodaboda. So kile mimi nilikuwa nasema ni ile sehemu ambayo unakaa, mimi napatia kwanza watu wa bodaboda. Mimi kama saa hizi ukiniambia kwamba chairman, jambo poa, kuna mzigo fulani imepotea kwenye gari fulani, nitaanza kufuatilia polepole mpaka nitajua ni nani, ni yupi, ni nani. Hata kama mzigo kwa umepotelea Bungoma, mzigo umepotelea Kitale, nitaweza kufahamu kwamba, nitaanza kufahamishwa kwamba hiyo mzigo ilichukuliwa na gari fulani. Same tu watu wangu wa bodaboda, ningependa wajisajili. Hapa nyuma bodaboda walikuwa na zile number, zile plates za kuonyesha kwamba hii ni bodaboda ya Kakamega na iko stage fulani. Mimi ningependa tu watu wa bodaboda warudi nyuma pale, ambapo kama sisi kwetu kuna SACCOS, kuna Western Shuttle, kuna Western Cross, kuna Bungoma Line, kuna baadhi za SACCOS ambapo saa hii mimi mtu abiria akipanda gari, kama mimi kiongozi wa welfare wa wafanyakazi wa union, akisema kwamba amepanda gari fulani, nitajua kwamba amepanda gari fulani, nitaripoti kwa nani, nitauliza nani, nitafanya uchunguzi vipi. So mingependa tu kwamba hiyo usajili pia warudi nyuma, wafanye usajili, namba zetu za simu tukue na that coordination, tukue na ile uhusiano mzuri, sio kuanza kupika pale kwenye hiyo shughuli ambapo accident imefanyika, tuanze lawama. Wewe unapata kwamba accident imefanyika, na wakati accident imefanyika, badala upigie yule mtu, tunaanza conflict. Hiyo conflict ndio mimi nilikuwa naona tupunguze hiyo conflict, tukue na ule uhusiano bora. Fikiri nyayo. Ndugu mwenzako ameweza kuibua swala ama hoja nzito ya swala la ukosefu wa ajira, akisema kwamba wale wengi ambao wanajihusisha ama wanakisiwa kujihusisha katika visa hivi vya uhalifu hasa katika sekta ya usafiri ya umma ni wale ambao hawana ajira. Labda unahisi mgogoro huu baina vikundi viwili, unahisi ni swala ambalo ni swala nzito linahitaji mwingilio au usaidizi wa labda afisi kuu kama rais wa nchi kuweza kutatua swala hili? Asante sana kwa mara ya pili kurudi, hasa upande wa idlers, wale vijana ambao hawana kazi. Rais anaweza ingilia ile kazi mtaani kirudishwa, tutapunguza hiyo idlers wengi na ambao vijana ambao hawana kazi ya kufanya ambao wanasumbua. Kwa hivyo naomba tu rais wetu mahali pale hapo ajaribu kivyovyote awezavyo, ile kazi mtaani ilikuwa inasaidia sana, akirudisha hiyo
hatakuwa na idlers wengi kabisa, na ambapo hii mambo ya kuchoma magari ama mambo ya kufanya nini itakuwa imepunguka kwanza. So ningeomba tu tafadhali, rais wetu, tunakuomba rudisha kazi mtaani, vijana wafanye kazi, na hiyo kazi itapunguza idlers. Yani labda unahisi labda usalama wenu labda umeweza kuhakikisha usalama wenu kufikia sasa hivi kabla tangia Jumatatu mkianza mgomo, labda unahisi kuna baadhi ya matakwa yenu yanaweza kushughulikiwa kufikia sasa hivi? Kwa wakati huu hakuna mtu ambaye amewahi kushughulikia kwa hiyo mambo ya mgomo, lakini tunasema tu mgomo bado upo. Hiyo tarehe Jumatatu mgomo utaendelea mpaka tupate suluhisho kamili. Ndugu, umeweza kusikia kwamba kuna ile swala la ukosefu wa ajira. Umeweza kutaja kwamba kuna wale vijana ambao hawana ajira, ambao pia kwa njia moja au nyingine wanalaumiwa. Kumekuwa na swala la nidhamu, haswa swala la ukosefu wa leseni na pia mafunzo. Labda kama mhudumu wa matatu, labda unahisi kwenda mbele kipi kifanyike? Kitu yenye inaweza saidia ukosefu wa ajira ni vijana wajitume. Aswa kwanza, umeona rais amepatia vijana pesa ya nyota. Hiyo pesa ya nyota inaweza saidia hao vijana wafungue biashara vile rais alisema. Kama hauna kukaa kwa matatu imekushinda na kukaa kwa pikipiki imekushinda, afadhali hiyo pesa ya nyota ikusaidie kufanya nini? Biashara, kufanya biashara, kuliko kukaa kwa matatu ama kwa pikipiki na unaleta vurugu yenye haina maana. So rais alileta nyota, na nyota ilikuja kusaidia vijana, na hao vijana ndio wenye wanaleta vurugu kila wakati kwa pikipiki. Unajua vijana wametoka shule hawana kazi, lakini hawa vijana wenye wametoka shule na hawana kazi, rais aliwaokoa akawapatia pesa ya nyota. Sasa hiyo pesa ya nyota waitumie vizuri, wafungue mabiashara, watoke kwa pikipiki. Ndugu, labda unahisi kuna vile vitengo ama asasi za usalama, kuna wale maafisa wa polisi, kuna wale askari wa barabara ukipenda traffic, kuna yale mamlaka ya usalama barabarani NTSA. Labda unahisi vitengo hivi vinafanya vya kutosha kuona kwamba kuna usalama na kuna mwelekeo na udhabiti katika barabara zetu? Mimi kwa majina naitwa Henry Brula. Kile naweza sema kufikia sasa tumeona ya kuwa hii vitengo ya serikali haijatoshea. Itabidi sisi tuungane nao. Wakati kisange inafanyika ama accident, tutasaidiana kuangalia ni akina nani wanawasha magari za watu, ni akina nani wanapora abiria misiko yao ama pesa kwa mifuko. Tutawashika sisi wenyewe, tupatie maaskari, kwa sababu maaskari wamekuwa wachache kushika hao watu. Kwa hivyo umeweza kusema kwamba kuna lile swala la labda kusaidiana ama kufanya ushirikiano baina ya wahudumu wa bodaboda na wahudumu wale wa matatu, kuweza kuona kwamba pia wanasaidia serikali ama zile asasi za usalama kuweza kuona kwamba wanadhibiti hali ya usafiri. Labda ndugu, unahisi kuna ulegevu kwa wapi? Ulegevu huko upande wa serikali, ulegevu huko upande wa asasi za usalama, ulegevu huko upande wa bodaboda, ama ulegevu huko upande wa wana matatu? Ya Mheshimiwa Lusige, tangu nilisema hapo mwanzo, kila kaunti ni kuchipanga. Kila kaunti ni kuchipanga. Aswa wangekuwa na muda, at least wangetutafuta tuwapangie kaunti. Sababu kaunti ya Kakamega saa hii visa mingi zimepunguka. Saa hii hata ukipoteza pikipiki Kakamega town, kuna tata ambaye tunatumia. Tuko na ule ambaye anadili na hiyo kazi, Ayopo angekuwa hapa lakini ako mbali kwa shughuli. Tuko na tata. Ukipoteza pikipiki Kakamega county, hiyo pikipiki tutapata. Ayopo angefanya mkutano, tukutane hizi counties, tuwape njia jinsi ya kutengeneza tauni zao sisikuwe na furuku.
sababu town kuwa na furugu inategemea na nyinyi wenyewe vile mmechipanga. Kama sisi bodaboda Kakamega town tumechipanga, hatuwezi sema ati hatujachipanga sisi. Sasa idadi ya pikipiki kupotea Kakamega kaunti iko chini, kwa sababu hata ukifanya uhalifu uenda na hiyo pikipiki, hata kama haina track tutaipata. Tuko na akili ya kufuata vitu kama hizo. Kitu ambayo nafaa tuangalie tu ni hao idlers. Hata watu wakishikana tu mashati kidogo washafika hapo, wametengeneza crowd imekuwa hapo. Suluhisho ya hiyo crowd, fanywe kesi haraka. Kama mtu ambaye ameumia hapo mtoe, ama ule ambaye amekosea mwingine msuluhisha haraka, mtoka hapa, watu kila mtu aende shughuli zake. Lakini kukushinda pale mkileta crowd kubwa, ndio wisi inapatikana. Muka hapo mtu anachukua tairi ya mtu kwa pikipiki ama kibeti ya mama. So naomba ya kwamba tufanye mikutano kama ule chairman wa Nairobi, tunaweza kutana, tupange mikutano kila mtu na tauni yake, at least tukutane tujuane. Hizi visa sitapunguka vile zimepunguka Kakamega. Ndugu, labda unahisi njia ya kuleta mwafaka ama uwiano baina ya pande zote mbili kufikia sasa hivi ni upi? Kwa sababu tumeweza kuona mmeweza kuandaa maandamano siku ya Jumatano, siku ya Jumatatu kundrazi, na mmesema kwamba pia mtakuwa mnaandaa kila Jumatatu kwa kila wiki ama kwa wiki. Labda Mongomo utaweza kusuluhisha matatizo ambayo yapo katika sekta nzima ya usafiri ya umma, ama kuna njia nyingine ambayo mnahisi kama washikadau iweze kutumiwa ili kuweza kusuluhisha matatizo haya? Asante sana Bwana Lusigi. Kwa upande wangu siwezi nikasema ati mgomo inaweza leta niseme mgomo haiwezi leta na saa ile. Kitu yenye ninaweza kuomba viongozi wetu waweze wakashikana, wakuje pamoja. Viongozi wakishakuja pamoja, ambo kwamba tukuje tujue suluhu ni nini, ambo kwamba tukishajua kiini ni nini, hapo ndio tunaweza kuja tukapata tena nini, tukapata nasaya. Lakini tukisema tuende kwa migomo, haiwezi katuletea shida. Inaweza tuletea shida, inaweza leta uchumi wetu, inaweza zorotesha uchumi wetu, na ambo kwamba inaweza kuwa imesimamisha kila kitu. Na ambo kwamba sisi ni watu wenye tunajituma, tunaamka asubuhi ndio ili tuweze kufanya nini, familia zetu zikajijumudu. So migomo huwa tumeona migomo mingi zina hasara zake. So ile kitu mimi ni upande wangu ninaomba ni viongozi waweze wakashikana, waweze wakapata suluhu, na waweze wakatuweka kwa pamoja, na tuweze tukafanyia kazi pamoja. Ndugu mwenzako amezungumzia masuala mengi, swala la ajira, amezungumzia swala la kutafuta suluhu la tatizo hili, na kumekuwa na swala pia la usalama wa maisha ya wahudumu wa bodaboda, wale wahudumu wa matatu na wale abiria, na pia mali yao ambayo ni pikipiki ama ni magari. Kwa hivyo wewe, labda wito wako kwa asasi za usalama ama serikali, labda ungeweza kuhisi au kurai kipi kifanyike? Okay, mimi naweza sema hivi. Jambo la kwanza, ningeomba wenzangu wale wenye sekta ya manamba waike mfano ule ya bodaboda. Sisi bodaboda tuko na kitengo ambacho tulichakua ambayo inaitwa usiku sako. Tunafanya kazi pamoja na serikali. Kenya Police Station wanatambua, tunafanya kazi pamoja. Kwa sababu mtu akileta wakileta shida yote, kuleta tano kuleta furuko au nini, tunashikanga mtu, tunapeleka sheria, tunampeleka police station. Alafu jambo la pili, manamba wenzangu wa vijana wa manamba, ndugu zetu, jambo ambalo wanazungumza wanataka kufanya maandamano. Mimi ningewazii maandamano aina si jambo mzuri, jambo ya kuharibu, kurudisha Wakenya nyuma. Umeona juzi manamba inakuwa watoto wa Chenzi, umerudisha Kenya nyuma kabisa. Tukaanza sasa Kenya zimerudi nyuma kwa maana ya maandamano. Hao wenzangu watafutane manamba, wakae chini, waongee, watatue hii solution, wakae pamoja. Mambo ya maandamano isikuweko. Kenya sasa ulisikia rais akisema anataka iwe kama Singapore. Ndugu, umesikia pia maoni ya mwenzako, wamesema kwamba pande zote muweza kuweka mikakati maalum ya kuweza kuona kwamba sekta hii mnadhibiti. Labda swali langu tu, Kenya ni taifa la sheria na kanuni. Labda unahisi sheria zilizopo sasa hivi nchini, unaona ni sheria za
kutosha za kuweza kudhibiti sekta ya bodaboda na ile sekta ya matatu? Bwana Bernard, mimi kulingana na mimi na nimefanya hii sekta matatu, ndipo ningeweza kuwa kiongozi kwa zaidi ya miaka 20 ama niseme 15, na mimi naona sheria ambayo zimewekwa kwenye hizi sekta zote mbili, mimi naona sheria hizo ziko sawa. Ni ile tu sisi wenyewe tuweze kufuatilia hizi sheria na sisi wenyewe tuweze kujua kusomea hizi sheria, ambapo unaweza pata wenzetu ni wamekuja kwenye sekta na hawajasoma. Unajua kuna acts mingi pale kwenye sheria, na hizo acts inafaa ujue kama wewe mfanyikazi wa bodaboda ama mfanyikazi wa matatu, either wewe ni conductor, wewe ni driver ama wewe ni ule mtu ambaye anafanya kwa sako wa kuweka watu kwa gari, inafaa ujue sheria. Na nikifikiria hii mambo ya kukaa pamoja, inafaa tukae pamoja naye tuelimishane. Na hiyo kuelimishana nikifikiria kwa hii Ministry ya Transport na Ministry ya Interior inafaa at least hao wenyewe wafanye mkutano yao pale Nairobi, waweze kuja mashinani ndio wajue, hata pia waweze kuelimisha. Kuna wale baadhi ya watu wetu ambao ndio wameenda shuleni lakini hawana ule wakati wa kusoma hizo masheria, na ambapo sisi nikifikiria ukiangalia ile mgomo wa nyuma tuliweza jaribu kuweza kujicontrol. Bwana Bernard, nifikiri uliweza hata pia mimi kunitafuta na kuniuliza kunaenda namna gani. Tuliweza jaribu kuweza kucontrol hawa jinsi, kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote, na hata saa hizi tumekuwa na conflict between bodaboda na watu wa matatu. Sisi naye hatuwezi chukua tu hiyo sheria haraka tuweze kufanya mgomo. Ndio that's why tumesema tukae chini tuweze kuelewana kwamba bodaboda ikifanya kitu fulani si ati watu wa matatu wakimbilie kuchoma. Gari ikifanya kitu fulani si watu wa bodaboda wakimbilie kuchoma. Nifikiri ni hayo. Ndugu, labda swala la usalama barabarani, labda kwa sababu swala hili serikali imeweza kupewa majukumu ya kuweza kutoa usalama kwa maisha ya binadamu na pia wale abiria na pia kulinda mali ya Wakenya nchini. Labda wito wako kwa serikali, unaweza shauri nini serikali iweze kufanya kuhakikisha kwamba kuna usalama barabarani? Ya Bwana Bernard, nafikiri nimeongea mingi sana. So upande wa usalama, naomba ya kwamba Kakamega County iko na kiongozi wa usalama. Kakamega County vile iko na kiongozi wa usalama na ningependa ya kwamba kaunti zingine sote sipate kuwasiliana na wale viongozi wa kaunti zingine kama wa Kisumu, wa Siaya, then watenge mahali. Wakishatenga mahali, twende tuwaambie vile sisi tungependa, alafu nao watuambie vile wangependa. Kwa sababu hii kitu ambayo hii confusion yote ni hasira, na ni hasira ya haraka. Inabidi tu control, sababu ukiona wetu OCBT wa hapa ako sometimes hata Disemba wanga anatukutanisha kwa ile uwanja ya chini. Tunaseme sana, tunasaidiana kulinda usalama wa Kakamega County. So ningependa watu waike hiyo mfano. Na naomba sana hiyo mkutano ya viongozi wa bodaboda na wa matatu, ningeomba sana ifanyike kwa haraka, ili tuanze kuhesabu hii mwezi wa pili ama wa tatu accidents zitatokea ngapi ama tutachoma magari ngapi. Hatutaona gari ambayo itachomwa. So ningependa ya kwamba tuhusisha hawa viongozi wa county wa usalama kwanza, ndio tutengeneze ile mkutano kubwa ili tusemesane. Yeah. Na huu ni wasama ambao umeweza kuwepo tangia hapo nyuma, umeweza kufika tu kile kiwango ambacho sasa umeanza kuwa labda unatoka nje ya sheria. Labda pale awali mmeweza labda kufikiria kukuwa na kikao au mkutano wa uwiano baina ya wana bodaboda na wale wana matatu? Hapo mwanzo before tuanze hii bodaboda I think nimeendesha miaka 17. Napumzika Jumapili peke yake nikienda kanisani. Na hii uhasama ilianza wakati ya taksi. Taksi wakati wanasimama pale, abiria wa shilingi 2,000 haisiingia hiyo taksi. Na mimi nitamwambia shilingi 300. So hiyo mwanzo tulikuwa na hiyo mwanzo mfurukano ikasidi sana. Lakini sisi uhasama wetu na matatu hauko sana, kwa sababu wanatarajia mimi niwarushie customer pale ili aende Kisumu. Mimi siwezi enda Kisumu. Ni wachache sana wanaenda Kisumu.
Kisumu anaenda shilingi 200. Mimi customer akikaa nitampelekea 1000. So hata mtu wa matatu hawezi jua kama mimi nimeenda Kisumu. Tutasalamiana kama niko Kisumu, nimwambie nilipata mkondo. Lakini sisi hatuna uhasama na watu wa matatu. In fact ukipita na abiria wanakusimamisha kwa lazima, wanakuambia tupatie, lakini namwambia huyo ako around. So sisi hatuna uhasama sana na watu wa matatu. Hii mambo tu ya accident hii ndio inaleta shida. Mwenzangu manamba ako na gari, amefanya accident, unafika hapa anakuambia wacha polisi ikuje ipime. Alafu anakula kona. So hii gari tutafanya aje? Huyu dereva prefer toka Malemba afika hapa. Ayupo angepanda haraka afike, kama hatuchakasirika anaweza tuongelesha. Aseme yenyewe nilikuwa nimepea manamba. Lakini manamba haisibaki hapo. Na atatuongelesha vibaya. So naomba kwamba hii mkutano tufanye na viongozi wa county wa security. Hii solution tutamaliza bwana Penat. Ndugu, mmeweza kulaumia kwa muda mrefu kwamba mmeweza kuwa wanasema kwamba hamjakuwa mkizingatia sheria ama kanuni za barabara kwa muda mrefu. Pia mmeweza kukisiwa ama ile kusema kwamba pia mnahusika katika visa vya uhalifu. Na sekta ya bodaboda imeweza kuajiri vijana wengi sana, na pia inatoa ule ama inachangia katika ukuaji wa uchumi, ule ushuru ambao mnatoa kwa ukuaji wa uchumi. Labda unahisi hii ni sekta ambayo pamoja na ile ya matatu inafaa iweze kulindwa na kuweza kulainishwa, na kama ni mshikadau, labda maoni yako kwa serikali kuhusu sekta hii ya usafiri wa umma ni yapi? Maoni yangu haswa upande wa boda imeanza kuajiri watu wengi sana, na tungependa isiti kuajiri, kwa sababu hata watoto wenye walifanya form 4 ni kama sisemi ukweli, saa hii tuko nao kwa boda, na hao ndio labda wenye wana cause accident, wenye wanafungua hiyo kedi ya watu kuborwa mali. Sasa wakati bado wako shule, wazazi wao wawapange kusoma kujoin boda, wasiwapatie tu mapikipiki. Na serikali mimi naomba tu msaidie hao vijana kuwasomesha, kwa sababu wenyewe kujisomesha hawana pesa. Sasa nyinyi mkiwasaidia muwapeleke shule, hata akikuja kwa boda hata konga kari ya mtu, na akikonga kari ya mtu atajua jinsi ya kumuongelesha, hata kufungua hiyo geti ya watu kukuja kumsaidia na kubora mali za watu. Ndugu, kwa sababu sekta hii ya usafiri ya umma inawashughulikia Wakenya wengi, abiria wengi, na pia nyinyi upande wenu na upande wa bodaboda swala ni moja, wanahudumia wale abiria ambao ni wapita njia. Labda unahisi uhasama kati ya wanabodaboda na wana matatu, kuna labda yale matumaini ya uhasama huu kuweza kusuluhisha na kuisha? Matumaini yako kubwa sana, kwa sababu sisi wote ni binadamu, na binadamu wanaweza kaa chini na wakaelewana, wakaweka sheria zao. Tuweke sheria zenye zinatugovern sisi watu wa uchukuzi. At least hiyo itatusaidia sana kwa upande wa uchukuzi. Mtu asitoke shule na anaingia kwa pikipiki kwa sababu amejifunza pikipiki. Hapana, apitie mafunzo fulani, apitie mafunzo, na hiyo mafunzo at least itamshape ndio aingie kwa bodaboda. Sisi tuko na sheria zetu kama manamba na wahudumu wa magari. Tuko na sheria zetu, lazima upitie sheria kadhaa, ulete stakabadhi zako, kila kitu ndio uingie kazi kwetu. Sasa sisi tuko na at least tunafuata sheria kidogo. Sasa hii uhasama tunaweza kaa chini sisi kama binadamu tukafanya nini? Tukamaliza sisi wenyewe kwa wenyewe bila kuhusisha vitengo vingine. Vile vitengo vingine vikuje tu kufanya nini? Kureinforce. Lakini sisi wenyewe tunaweza kaa chini tukamaliza uhasama wetu. Ndugu, wanasema kwamba fahali wawili wakipigana nyasi ndio huumia, na nyasi hapa ni abiria. Labda kwa maoni yako unahisi uhasama huu ni njia gani au ni mikakati gani iweze kuchukulia kuona kwamba wanaweza kukaa chini, kuketi, kusuluhisha uhasama huu na kufanya kazi kama ndugu? Ya bwana Bernard, sisi kwa barabara mtu ambaye tunajali ni abiria, na abiria mpaka umujali, kwa sababu yeye ndio ukishabeba abiria uletu umelima, umepanda, unataka kufuna. So abiria ukimbeba lazima umujali.
maybe ningeongea, lakini wenzangu maybe wangenipiga vita, lakini mimi ni kiongozi, na ukiwa na kiongozi lazima uongoze watu kwa kuambia ukweli. Tuko na ile generation ambayo inakuja wanasema ya form 4. Hiyo generation naomba ya kwamba hata kama hawana pesa ya kwenda shule, waingie TikTok, watapata shule, watajifunza 1, 2, 3. Then kitu ya pili ni kuvaa viatu. Tuko na hii kitu wanaita frogs. Hizo vitu asiendeshi pikipiki. So naomba ya kwamba vitu kama hizo tukisingatia, abiria wetu watakuwa safe. Wacha kuendesha pikipiki na vest. Tumaiona watu wengi sana wamekufa wenye wako na vifua. So hapo tuachane, tutafute jacket, chipende mwenyewe fire reflector, tafute helmet, kasmat, hata abiria akikuja asema huyu atunaweza enda na hata Kisumu. Lakini kama umevaa vest, haisi kwenda na wewe mbali. So naomba kwamba tuchipende ndio customer watupende. Yeah. Labda mwenyekiti, tuweze kumalizia labda wito wako ama wasia wako kwa wenzako ama afisi ya juu ya matatu na pia ile afisi ya wanabodaboda ni ipi, na kwenda mbele tuweze kufanya nini kuona kwamba nyinyi wote mnaishi kama ndugu na mnaleta ule usalama barabarani? Tumalizia. Mimi kile mimi naweza sema ni kwamba narudia tu kwa kile ambao wenzangu hao wana union wenzangu wamesema na pande ya sekta ya bodaboda. Hiyo nisisitiza tu mambo ya hiyo Gen Z. Vitu zenye pia watoto pia wa saizi wanakula ni tofauti, na sisi kama viongozi wa ngazi ya juu tunasisitiza tu kwamba wanasema hizo nini zenye wanavaa kama umesema hizo mayebo hizo frogs hizo ziweze endesha pikipiki vile mwenzangu amesema. And then hii mambo ya unawacha kazi kidogo unaenda kunywa pombe ama unavuta miadarati, ningesisitiza tu watu yangu ya boda pia waweze kufuatilia. Mwanzo nilikuwa nimeongea mambo ya registration ya boda ambapo ilikuwa inafanywa, chairman mwenzangu nimemwelezea kwamba kuna ile registration plate. Ile plate yenye imeandikwa kwamba 037 030 0 word bla bla. Hizo plates zilikuwa zinatusaidia sana, ina identify kwamba huyo ni dereva wa boda, anatoka wapi, anatoka stage gani, anakaa pande gani, anakaa Lurambi, anakaa Malava. Hizo plate ilikuwa inaonyesha. Na vile tumesema tu mimi nikirudi pande yangu kama kiongozi, unajua pale mwanzo pande ya sekta ya matatu ambapo tunaenda mahali pa welfare, wafanyakazi wa matatu naweza waelezea tu kwamba ni yule mtu ambaye ameandikwa na sako ana direct watu kuingia kwa gari ambapo wanaitwa stage managers, alafu tukuje sasa kwa wale conductor, alafu tukuje kwa driver. Hao watu zamani wako wataka kusikizwa, walikuwa wanafanya vitu na mimi nasema serikali imefanya kazi mzuri sana kuanzia mwanzo. Wale ambao walikuwa na kunywa pombe na kama wako kwa kazi saizi, nadhani nadhani saizi huwezi ona kitu kama hiyo. Maybe ukiona ni moja tu yule mwenye amekosa nidhamu, yule mwenye amekeuka sheria. Na unajua ukikeuka sheria hiyo pia sisi wenzetu tulikuja tukaweka ile wanasema community policy. Sisi wenyewe huwa tunakushika, tunakupeleka, tunakuhand over. Mimi nashukuru serikali ya saa hii ambapo regional commandant ambaye ni Hussein, askari mzuri sana, ako na that good relationship na watu ya ground. Ukienda umuelezee kwamba ni hivi na hivi, tunasaidiana. Yes. Wito wako kwa Rais William Ruto kuhusu salama barabarani ni upi? Wito wangu kwa rais ni kwamba zile kauli zenye ambao zimewekwa za check up ziweze kufanywa check up. Na mimi nilikuwa naona tu kitu kama ile alcoblo ilikuwa ni kitu mzuri sana pande ya matatu, sana asua pande ya matatu ilikuwa inasaidia, because mimi nasema tu serikali imetusaidia, because kitu kama speed governor haikuwa pande ya sekta matatu. Saa hii huwezi endesha gari ikipita, na unaona hata kwa hii serikali ya saa hizi imetusaidia sana. Accident ni accident unaweza zihesabu. Ile wakati wa mwanzo accident ungeweza kuhesabu, unasikia leo imefanyika, leo kesho imefanyika, lakini mimi naona kwa sasa I think there's a big change. Labda Hadia, jinsi ulivyosikia kwamba kikao hiki leo kimeweza kutoa ama kuibua zile hisia nzito kuhusu usalama wa usalama barabarani na haswa kwa
yale magari ya matatu na pia zile pikipiki. Wito umeweza kutolewa kwamba ama hisia zimeweza kutolewa kwamba kwa serikali kwamba waweza kuona kwamba wanadhibiti usalama, swala moja likiwa ni kisa ama swala la ukosefu wa ajira. Pia tumeweza kusikia wanabodaboda na pia wana matatu wakisema kwamba hawana uhasama, ila waweza kuwa na mikakati pande zote, mikakati ya kuona kwamba wanadhibiti usalama. Wale wauni pia wanasema kwamba bodaboda wanasema si wenzao, na pia wana matatu wanasema pia si wenzao. Kwa hivyo swali linabaki ni akina nani hao. Kwa hivyo hilo ni kitendawili, hicho ni kitendawili ambacho serikali itakuwa inakitegua kuona kwamba wale wauni wanaweza labda kukamatwa, kudhibitiwa kisheria, na kuweza kuona kwamba sekta ya usafiri wa umma iko na mwelekeo. Na hivyo basi kutoka kwangu sina mengi, ila nakuhakikisha kwako Hadia uweze ni upande wa pili wa studio uweze kuzidi kwa taarifu watazamaji wetu. Kwako. Asante sana mwenzangu Bernard Lusigi kwa kutuletea